ionekane, picha ionekane vizuri, pia hata sauti ionekane vizuri, tumia boom mic. Tumia kila kitu ambacho kinachoonekana vizuri. Zoom, tengeneza zoom, tumia zoom zenye akili ili mradi utengeneze kitu kizuri mtazamaji angalie. Ila ukifikiria kuboost, utakuja kunikumbuka baadaye hata kama nimekufa. Utakuja kunikumbuka pale ndipo inapofikia hatua sasa inatakiwa ulipwe. Tatizo linaanzia pale. Hapo ndio inakuwa shida. Hapo tatizo linaanzia. Na pia jaribu tu kama umeboost, jaribu download application moja inaitwa YouTube Studio. Hapo ndo utakuja kuona ukweli uko wapi. Kwa hiyo ukitumia ile, ukiingia kwenye zile video zako unaona wale views ambao ni wenyewe. Wenyewe OG utaona. Na pia kama wataalamu vizuri, huyo ulioenda kuboost atakudanganya hata kule kwenye YouTube Studio, kwa sababu atakwambia download YouTube Studio, lete simu. Ili atengeneze kwamba ana maujanja yake bado anafanya vitu vyake na. Tukiendelea, labda huwa unasikiliza nyimbo hizi za wasanii Bongo Flava, labda hip hop nini? Natumia muda mdogo sana kusikiliza, kwa sababu muda mwingi sana natumia kwa edit kazi, kwa sababu kazi ninazo nyingi kwenye kompyuta zinanihitaji mimi nifanye kazi. Ina maana kwamba natumia muda mdogo sana. Labda nyimbo yako ya mwisho kusikiliza, unaweza kutuambia nyimbo gani? Nyimbo ya mwisho kusikiliza mimi, nyimbo ya Mbosso alimshikisha si Darasa huyo. Nyimbo ya Mbosso si Darasa featuring Darasa. Nice. Ndio nyimbo ya mwisho kusikiliza. Ya mwisho. Msanii gani ambao una mkubali, ambaye unaona sasa huyu mimi ni shabiki yake? Alikiba. Kibongo. Alikiba. Kwa nini Alikiba? Alikiba kwanza mimi ninachompendea hata kwenye jukwaa perform, sauti yake ni ile ile. Utakayoisikiliza kule ndio ile ile, japokuwa producer anaongezea kidogo tu. Lazima producer aguse. Wanasema si babu, si auto tune, si delay, si nini. Yaani hivyo anaongezea kidogo, lakini Alikiba sauti yake iko vizuri na anaimba kitu, kwa sababu kuna muimbaji na kuna mfanyabiashara. Hapo kwenye kusema kwamba wewe ni shabiki wa Alikiba. Nadhani kama ulipita kidogo kwenye mtandao siku za nyuma, kuna kauli ilitoka kutoka kwa bwana Master J, akisema kwamba baada ya kufanyika zile tuzo za Trace zilifanyika Zanzibar nadhani, akasema waimba Bongo Flava wote ni wabana pua, na pia alimention sana Alikiba kwamba Alikiba ni mbana pua. Hilo swala unalizungumzia ukiwa kama shabiki yake? Master J kwanza ijulikane kwamba Master J yupo kwa ajili ya kuponda. Kwa sababu gani nasema hivyo? Angalia sana BSS, ndio utamjua yule mtu yuko kwa sababu gani. Yaani unajua ukimjua mtu huwezi kupata shida. Yaani angalia sana BSS. Nani huwa anawatia moyo wasanii hata kama kakosea? Ni nani ambaye anawaponda hata kama umepatia? Ikumbuke kwamba Harmonize angekuwa anasikiliza maneno ya Master J siku ambayo yupo kwenye BSS na mwenzake Salama Jabir, asingekuwa pale Harmonize asingekuwa pale. Kwa hiyo wewe kama wewe unaona Alikiba sio mbana pua, ile ni sauti yake halisi. Ile ni sauti yake halisi, na pia labda Master J anatafuta kiki kwa sababu anapotea kwenye game. Sawa. Anapotea kwenye game. Nakutajia wasanii watatu. Lakini nakutajia kwenye mfumo ambao haujapangiliwa, alafu wewe ndio upangilie namba 1, namba 2, namba 3. Nakutajia Alikiba, Diamond, Harmonize. Nipangie hiyo listi kwamba huyu ndo namba 1, huyu ndo namba 2, huyu namba 3. Kiufupi ifahamike kwamba kitu kizuri kinajionyesha. Kitu kizuri kinajionyesha. Alikiba lazima atashika namba 1. Namba 1. Lazima atashika namba 1. Namba 2. Namba 2 lazima atashika Harmonize. Namba 3. Mimi hapo namba 3 sijui ni nani. Kwa nini wewe ni nani? Mimi nimekutajia watatu. Huyo ambao unamsema namba 3 mimi akilimi kwangu hayupo. Namba 3 wewe unamweka nani mwingine hata kama sijakutajia? Namba 3 mimi bwana, kuna mtu mmoja yuko hapo Morogoro. Yule mshikaji mfupi hivi Morogoro.
Stamina bwana na mkubali vibaya. Oh, Stamina wewe unamweka namba 3. Okay, vizuri. Kuna nyimbo gani ambayo ushawahi kusikia na ukaona kabisa huyu jamaa kipaji hana, ila basi tu star unambeba? Nyimbo ambayo nilisikia kwa sababu ifika hatua anasubiri watu waumwe ndo watunge nyimbo. Anasubiri watu waumwe ndo apate ile idea. Apate idea ya kutungia nyimbo, anasubiri watu waumwe kwanza. Msanii gani huyo ambaye mpaka asubiri watu waimbe ndo apate idea, waumwe ndo apate idea? Unajua ndugu mtangazaji, nikwambia kitu kimoja. Unajua mtu anapoumwa mfariji basi, lakini sio ndo anapata idea kutunga nyimbo. Sio, unaelewa? Msanii gani huyo? Mbosso anaumwa moyo. Baada ya siku kadhaa mtu tayari katunga nyimbo inaitwa Moyo. Nyimbo ni ya nani? Mimi sijui ya nani. Lakini hapo umetuweka kwenye mabara. Inafika hatua mpaka sasa mafaili ya nyimbo yameisha. Yaani wale watu sasa ni ideas zimemwishia mpaka yaani wale watu ambao waliokuwa wanawategemea wamtungie nyimbo, wamtungie hiki, wote kawafukuza, wote wamemaliza mkataba na hawapo na. Ina maana lazima sasa asubiria aacho labda, au labda mtu aumwe, labda mtu afe, kicho baki labda amsifie mama, atunge nyimbo ya kumsifia mama yetu. Hivyo Kwa upande wa filamu, msanii gani ambaye ukimwangalia unaona kabisa huyu kipaji hamna, basi tu mashabiki wanamkubali lakini kipaji hamna? Kwa upande wa filamu, iwe pande zote, iwe comedy au labda ni serious hizi filamu. Comedy nashukuru kwanza, comedy sasa hivi inainuka. Kwa sababu wale ambao wanatengeneza comedy sasa hivi wameprove kidogo. Nashukuru sana wameprove. Lakini kabla sijaingia kwenye swali lako, mtu kama Kingwendu, mtu kama Muogo Mchungu, mtu kama, yaani tuseme watu wawili ndio wamestuka sasa hivi. Ukweli na appreciate sana Kingwendu, Muogo, Mchungu, Mr. Mkumbila. Mimi naelewa sana. Lakini kwa upande mwingine ambao nani ambao anafanya alafu yupo anakubalika lakini bado hawezi. Mimi nahisi nikiongea kitu watu watabeza sana, lakini mimi kwa uelewa wangu huyu Steve Mweusi. Kwa uelewa wangu, lakini sababu mimi nafuatilia, ninapoangalia movie na wewe, wewe utaangalia kitu chako na mimi naangalia kitu changu. Hiyo kweli. Unaelewa? Ina maana mimi nikimwangalia Steve Mweusi kinachombeba pale ni kwamba tayari nyota kashapewa na Mungu na muda wake tayari ushafika. Lakini ukiangalia Steve Mweusi na Ndalo anaposimama Steve Mweusi asimame. Mimi nasema mimi kwa sababu najua. Yaani kama Steve Mweusi anaweza kuzidiwa hata na dogo nani ule wako naye? Dogo Sele. Kwa hiyo nataka kusema Steve ustaa unambeba. Mimi nizungumze kitu ambacho halisia. Sijasema kwamba hawezi, sijasema kwamba vipi, lakini mimi mwenyewe ni shabiki wake namba 1, lakini mpaka ushabiki wake lazima umfuatilie. Ndio maana nikamfuatilia nikajua iko kitu kwa wapi. Okay, lakini alipata tuzo yule, ukumbuke. Tuzo unapata kwa sababu YouTube jinsi gani watu wanakuangalia. Hata wewe sasa hivi ukipata tuzo, yani kwanza tuzo inatoka baadhi ya vigezo vikitimia. Napata tuzo, YouTube anakupa tuzo kwa sababu wewe unawaingizia pesa. Sina wewe wasikuharibu kiakili. Maana tuzo maana yake kwamba unaharibiwa kiakili, kwamba uone kwamba wale watu wema. Ili uendelee kufanya vitu na uwaingizia pesa. Kwa kwenye swala hilo la wasanii kwenye comedy, mtaje msanii namba 1 ambaye unamwona huyu mimi kwangu ndo the best namba 1? Namba 1 amefariki. Namba 1 akashafariki. Kwa nini? Lazima kutakuwa kuna anayempata. Amri Asmani almaarufu, yani Mzee Majuto. Yule alozepema peponi, ambaye unamuona labda anakuja hivi anaweza kafikia, anaweza kafikia. Ni ngumu sana. Kwa sasa ni ngumu sana kujua, kwa sababu wasanii wa comedy wako wengi sasa hivi. Wasanii wa comedy wako wengi sana, sana.
ni ngumu sana kujua ni nani ambaye atashika nafasi ya Harmless Man. Okay. Kwenye tupige story zingine kidogo. Hivi kwenye swala la kununua vitu, kitu gani ambacho wewe unakimiliki na ukikiangalia unaona kabisa hiki kitu ndio cha thamani kubwa sana kwangu? Na mimi ukitaka unaona kabisa hapa kweli nilijikaza hapa, nilitoa hela nyingi. Ukitaka kunivuruga mimi, kuna baadhi ya vitu ukigusa. Kitu gani? Cha kwanza uguse kamera. Ukigusa kamera basi ile tatizo hilo. Ushanivuruga. Cha pili uguse drone. Drone ambayo naimiliki. Okay. Cha tatu kabisa uguse kompyuta. Kompyuta. Yaani mimi nyumbani wewe ukija kama mwizi iba kila kitu. Achukue vyote kwa chini, kamera, vitu vitatu hivyo. Kompyuta, mimi maisha yangu hata. Kamera yako ina thamani ya kiasi gani? Kamera yangu ni ndogo, kwanza nimenunua. Ndogo na bado najitafuta bado kwa sababu sanaa bado haijanipatia mafanikio. Okay. Namiliki kamera $1,300,000. $1,300,000 cash. Canon. Okay. Drone imegharimu kiasi? Drone ni hela ndogo sana kwa sababu drone nilichukua. Kwa sababu mimi nahitaji niwe pilot wa drone. So ili uhitaji lazima uanzie ya kiasi kidogo ili ujue kwamba una control vipi drone. Kama kuna mti natakiwa uzungushe vipi hivi. Natumia drone ya bei ndogo $500,000 basi. Computer complete imegharimu kiasi gani? $350,000. $350,000. Nakutajia aina mbili za wanawake, afu utaniambia upande gani unasimama the best. Mwanamke mweusi, mwanamke mweupe. Mimi bwana ni mweusi. Siwezi kuchukua mwanamke mweupe. Kwa nini huwezi Lazima nipate mweupe. Hata kama siku Mungu amejalia tumepata mtoto lazima atakuwa na rangi kidogo. Okay. Ile kuwa the best. Mwanamke mrefu, mwanamke mfupi. Mimi napenda sana wanawake warefu. Wanawake warefu. Mwanamke mwembamba, mwanamke mwenye shape. Mwembamba, kwa sababu shape anatengenezwa Uturuki. Shape anatengenezwa Uturuki. Kwa hiyo mambo ya nyashi wewe ufagilii kabisa. Naweza nikaona nikaangalia nikaburudika kuangalia, lakini sio nifagilie nimchukue ndani nikae naye. Hali ya macho. Okay. Sababu kila mtu atamtaka. Aina gani ya marafiki ambao huwezi kuwa nao karibu? Masnitch. Siwezi nao kuwa nao karibu. Masnitch. Kwa sababu marafiki ambao masnitch ni wabaya sana kwa sababu unaweza kuongea kitu kikasambaa. Na pia marafiki ambao nawapenda marafiki wanaopenda sana. Wanapenda sana. Okay. Kitu gani yani au tabia gani ambazo mshikaji wako akiwa nazo wewe lazima umkatae? Tabia ambazo za kunikubali nikiwa naye, kunikataa nikiwa sipo. Ndio hiyo masnitch. Kwa hivyo kwa sababu haiwezekani mimi rafiki tupo na share kila kitu. At the end of the day unakuwa unikitoka unanisema vibaya. Huyo sio rafiki tena. Okay. Katika mambo ya kununua nguo ikifika kiasi gani huwezi kununua? Mimi bwana kiukweli sio mjuzi wa kununua nguo. Bado sijajikita huko kwa sababu mimi bwana kwa sasa, lakini ninachoamini nikivaa nguo nikistiri mwili wangu tu. Mimi ni nguo sasa. Kwamba unataka kutuambia kwamba wewe unavaa sio kusema kwenda na wakati. Unajua kuna watu wanavaa kwenda na wakati. Kuvaa kwamba anataka avae brand, wanasema anataka avae brand. Unajua nikwambie kitu kimoja. Kuvaa brand ni tunaweza. Lakini hapa nilipo mimi Director Zigwa bado sijafika hatua ya mimi kuwekeza kuvaa brand. Okay. Unaelewa vizuri? Okay. Lakini sasa mimi nikishasema ni brand ya sasa hivi nahitaji ninunue kamera. Na matarajio yangu yanatakiwa nipate kamera kama 3. Kwa maana tukienda location sekunde kadhaa tumemaliza. Okay. Ondoka. Lakini sasa nikitaka kujiwekeza kwenye nguo naweza nikanunua nguo. Hata nguo ikiandikwa hapo nasema hii nikitoa hapa $50 sikosi. Okay. Lakini sasa spendi kwa sababu bado najiwekeza sana kwenye
na kutajia aina kadhaa za simu, afu utanitajia ipi namba 1, namba 2 na ipi pia ambayo ni the best kwako. Samsung, Tecno, Infinix. Mimi bwana Tecno napenda sana. Tecno mimi ninachowapendea Tecno. Mimi napenda simu ambayo inaingia mtandaoni faster. Ila japokuwa Samsung nao hivyo wanakuja. Lakini Tecno mimi naipenda sana. Simu ikifika shilingi ngapi huwezi kununua? Simu? Yeah. Simu mimi bwana ikishafika kuanzia 500,000. Hiyo watatumia wao kwanza. Muda wangu ukifika hiyo ikizidi hapo basi muda wangu kabisa. Muda wangu ukifika nitanunua, lakini kwa sasa simu mwisho wangu ni 500,000. Okay. Unamchukuliaje mtu ambaye anatumia simu ya milioni 2 alafu maisha yake ni ya kawaida sana, yani hana biashara, yani tuseme hana maendeleo, lakini anatumia simu yenye thamani ya milioni 2 na zaidi? Cha kwanza ndugu mtangazaji, ujue kwamba kuna mikopo ya simu sasa. Yeah. Mtu anachukua simu milioni 3 anarudisha kidogo akanamaliza. Mimi ninachomchukulia mtu ambaye anatumia simu ya milioni 2 alafu maisha hana, huyo ni mshamba. Kwa sababu milioni 2 nikipiga hesabu tofali kama 2,000. Tofali nyingi, sio 2,000 lakini tofali nyingi. Okay. Una nini cha kumshauri mtu ambaye au kijana ambaye yupo mkoani ama yupo kijijini, lakini matarajio yake anatarajia kwamba mimi nikifika mjini basi nimetoboa? Akili mbovu tu. Ni akili mbovu kwa sababu watu wengi wanavyoona kwenye movie mjini palivyo, natamani mimi siku nifike Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam ni jiji ambalo la kiajabu sana. Yaani jiji ambalo la karaha sana, mtu kama unalijua. Lakini vijana wanaamini nikifika Dar es Salaam mimi nimetoboa. Huo ni ulimbukeni. Ulimbukeni afu ni ujinga. Okay. Unaweza kutoboa ukiwa kijijini. Afu matajiri wengi wako vijijini. Okay. Katika kuangalia kwako, unadhani kitu gani ambacho kinawakwamisha sana vijana kwenye kupata mafanikio? Ili hali labda atakuta ana kazi nzuri tu, anapata hela nzuri, anafanya kazi kila siku bila kupumzika, anapata pesa vizuri, lakini unakuta kila siku zinaenda, miaka inaenda, yuko vile vile, anaishia kula, kuvaa, kulipa kodi basi. Unadhani ni kitu gani ambacho asilimia kubwa ndio kinawafelisha au kinawarudisha nyuma? Kwanza ni akili ya kuweka pesa. Akili ya kuweka. Uwe na elimu ya pesa. Okay. Ukiwa na elimu ya pesa unafanikiwa, hata ukipata shilingi 200 unafanikiwa ukiwa na elimu ya pesa tu. Na cha tatu ni tuseme kama ni wanawake, kwa sababu mwanamke sasa hivi huwezi kumpata mwanamke wa bure. Okay. Utamtoa auti, utamnunulia bia, utamnunulia hiki na bado loji mnalipia. Unamchukuliaje kijana ambaye ana miliki mademu zaidi ya 4? Ujinga tu. Achana ukimwi. Bado ni ujinga. Bado ni ujinga. Tukiachana na magonjwa bado ni ujinga. Bado ni ujinga. Ni upumbavu. Huwezi kumiliki wanawake wote 3 4, unamiliki ili iweje? Okay. Una nini cha kuwashauri vijana ambao wanajitafuta, wanafanya kazi kila siku, matarajio yao ni kufanikiwa? Una nini labda cha kuwashauri? Cha kwanza wawe na elimu ya pesa. Yeah. Cha pili, pesa usitunze wewe mwenyewe. Ukijiona uwezi kutunza pesa. Yeah, okay. Yapo mabenki mengi tu Tanzania, bado kuna simu unaweka kwenye mitandao ya simu, bado kuna vitu vingi tu vya kufanya. So uwe na elimu ya pesa, usikae na pesa nyingi kama uwezi kukaa nazo. Okay. Cha mwisho labda cha kuongezea, cha kuambia mashabiki zako labda cha mwisho. Mashabiki zangu mimi ninachowaambia kitu kimoja. Nashukuru, naona support yenu. Mnanikubali Director Zigwa kwa sababu kila baada ya siku views zinapanda, kila baada ya siku subs zinapanda.
nashukuru sana. Kikubwa zaidi naomba mnishike mkono kwenye hilo, kwa maana kwamba YouTube account ya Director Zigwa haiwezi kukua bila wewe Mtanzania. YouTube account ya Director Zigwa haiwezi kukua kufikia hatua ya kupata mapato bila wewe Mtanzania. So nakuomba sana, nenda YouTube, nenda sehemu ya kusearch, andika Director Zigwa. Unaandika Director Zigwa. Ukiandika Director Zigwa kuna video zinakuja nyingi. Video ya kwanza kabisa ya juu lazima utaona Mimba Changa episode ya 4 imeruka hivi karibuni, utaona hapo. So naomba sana support yenu wa Tanzania, na pia TikTok unanipata kwa Zigwa Media TikTok. Huko Facebook Zigwa Vevo Facebook unanipata hivyo. Instagram mimi sipendeleagi sana, japokuwa na mpango wa kufungua, lakini sipendeleagi sana. Okay. Bwana ndugu yangu, mimi kwanza ni kushukuru sana kwa muda wako. Nimefika mpaka nyumbani kwako unapoishi. Mazingira ni mazuri, nimependa pia ushirikiano wako. Umeacha kazi zako na umeweza kunisikiliza. Mimi nashukuru sana kwa hilo. Nafikiri kwa muda mwingine tunaweza tukaongea mengi zaidi. Bwana, mashabiki zangu, mimi kwa jina ni Tizo Msanii. Channel yetu ndio hapo, Tizo Msanii. Unaweza usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare. Ciao. Bwana ndugu yangu, mimi nikushukuru sana. Bwana kingine niwaambie. Subscribe sio kitu kikubwa. Hata MB2 haziishi. Bonyeza hapo kwa Tizo Msanii tupate vitu vingi. Watakuwa wametisha sana ili kuweza kupata video. Ukiangalia bonyeza, bonyeza kuna shida gani? Na kitu kingine ambacho ulikuwa hujagundua. Kipindi changu kinaitwa Kijiwe Nongwa. Na wewe ndio umepata nafasi ya kwanza kabisa kuwa mtu kwanza kabisa kuhojiwa. Kwa hiyo kipindi chetu ndio hicho, kitakuwa kinaruka mara kwa mara. Tutakuletea video nyingi zaidi. Kijiwe Nongwa. Karibu kwenye Kijiwe Nongwa. Story ndio iko hivyo. Ndugu yangu, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Kwa muda wako mwingi umenisikiliza. Nikuache ukaendelee na shughuli zako. Basi hilo halina shida bwana Tizo. Asante sana. Nadhani kwa muda mwingine tutaongea mengi zaidi. Sawa, asante. Okay, shukrani. Sawa. Ndio hujarekodi.